Bwana Yesu na asifiwe sana. Ningependa leo kuzungumzia kuhusu moyo wa kutokuamini. Manake katika maisha haya tunayoyaishi kuna mambo ambayo ni mawili katika maisha. Jambo la kwanza ni wewe, kuna mambo ambayo unayaamini na unayaegemea, na kuna mambo mengine ambayo wewe unakataa kuyaamini. Kwa hivyo kila kitu ambacho mwanadamu hufanya kutokana na imani yake ya ufahamu ndani ya ile kitu, ama kitu ambacho mwanadamu anakataa kukifanya pia inategemea na kutokukiamini kile kitu. Kwa hivyo siku ya leo ningependa tu kuzungumzia kuhusu moyo wa mwanadamu. Biblia inasema kwamba moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu kuliko vitu vyote na una ugonjwa wa kufisha. Ndiposa ningependa tu kuangalia kuhusu moyo wa mwanadamu. Na moyo huu ambao tunaangalia siku ya leo ni moyo ambao hauamini neno la Bwana. Na katika Biblia tutaangalia mfano ya watu ambao hawakumwamini Mungu ama hawakuamini neno la Mungu walipolisikia. Fungua nami kitabu cha Wafalme wa Pili, mlango ni wa 6. Tunaangalia mstari wa 24 na mstari wa 25. Wafalme wa Pili mlango ni wa 6, mstari wa 24 na mstari wa 25. Nitasoma. Ikawa baada ya hayo, Beni-Hadadi mfalme wa Shamu akakusanya majeshi yake yote, akakwea akahusuru Samaria. Njaa ikawa kuu huko Samaria, na tazama wakahusuru, hata kichwa cha punda kikapata kuuzwa kwa vipande 80 vya fedha, na kibaba cha mavi ya njiwa kwa vipande 5 vya fedha. Twende mlango wa 7, mstari wa 1 na mstari wa 2. Elisha akasema, lisikieni neno la Bwana. Bwana asema hivi, kesho panapo saa hii, kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli, na vipimo 2 vya shairi kwa shekeli, langoni pa Samaria. Basi yule akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake akamjibu yule mtu wa Mungu akasema, tazama, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Akamwambia, angalia, wewe utaliona kwa macho yako, lakini hutakula. Twende mstari wa 16 na 17. Basi watu wakatoka wakaziteka nyara hema za Washami. Ikawa kipimo cha unga mzuri kikauzwa kwa shekeli, na vipimo 2 vya shairi kwa shekeli, na sawasawa na neno la Bwana. Naye mfalme akamweka yule akida ambaye alitegemea mkono wake awasimamie watu langoni, na watu wakamkanyaga langoni akafa, kama alivyosema yule mtu wa Mungu aliyenena hapo mfalme alipomshukia. Tunaona katika habari hii ambayo tunaisoma kutoka kwa kitabu cha Wafalme, kuna mtu mmoja ambaye tunamwangazia hapa ambaye ni akida, mkubwa wa jeshi. Na huyu ni mkubwa wa jeshi la Israeli ambaye alikuwa katika mji mkuu wa Israeli ambaye ilikuwa ni Samaria. Basi ukisoma hapo juu na kule nyuma utaona Israeli majirani zao mara kwa mara alikuwa anapenda kuwachokoza. Sasa wakati huu tunaona maadui ambao wamewainukia ni watu ambao ni Washami. Na ukiangalia kule nyuma utaona kuna wakati Washami waliowavamia Waisraeli, lakini kwa mkono wa Bwana akaokoa Israeli.
Sasa katika mlango huu ambao tunaona wa 6 na wa 7 unatuelezea jaribu lingine ambalo limekuja kwa Israeli la washambulizi kutoka kwa Washami. Sasa Washami walipokuja wanajeshi katika Israeli wakaenda mpaka katika mji mkuu wa Samaria. Biblia inasema kwamba waliuhusuru, yani waliuzingira. Ikawa hakuna mtu ambaye anaweza kutoka Samaria na hakuna mtu anaweza kuingia Samaria. Kwa hiyo watu wa Israeli ambao walikuwa Samaria walikaa ndani ya ule mji na walikuwa hawezi wakatoka, na wala mtu yote alikuwa hawezi kuingia. Manake malango yakifunguliwa tu namna hivi, Washami wanaingia, na wakitoka tu nje namna hivi wanashambuliwa na Washami. Kwa hivyo chakula ambacho walikuwa wamekihifadhi katika mji wa Samaria waliitumia mpaka chakula ikaisha. Biblia inasema kwamba njaa kuu ikazuka katika Samaria. Manake hakuna mtu ambaye anaweza kuingia wala mtu ambaye anaweza kuondoka katika Samaria. Sasa kuna matukio tu mengi pale ambayo yameonekana pale. Sasa watu wa Samaria wakamlilia Mungu kwa sababu ya hali ambayo walikuwa wanapitia. Walikuwa wanakula vitu ambavyo vilikuwa hata haviliwi. Mpaka kuna mama mmoja alimlilia mfalme akisema ya kwamba yeye alikuwa na mtoto wake, na kuna mwanamke pia ambaye alikuwa jirani yake pia alikuwa na mtoto, na kwa sababu ya njaa wakafanya makubaliano, wakasema ya kwamba hao watoto wetu tutawakula, lakini waje tangulie tule mmoja leo alafu mwingine kesho. Kwa hivyo mmoja akawawa, wakamtokosa, wakatengeneza nyama na wakakula, wakalala. Fikiria njaa inavyo kiwango cha watu kula wanadamu. Mtu anakula mtoto wake. Mavi ya unga ya njiwa inauzwa, na vitu vya punda pia vinauzwa. Ilikuwa ni njaa ambayo ilikuwa ni kali sana. Sasa mwanamke mmoja alimlilia mfalme akasema ya kwamba kuna mwanamke ambaye amenidhulumu. Manake tulikubaliana ya kwamba kwa sababu ya njaa tumtoe mtoto wangu, tumtokose tumule, alafu tukishamaliza tutamkula wake. Sasa wangu tulimtokoza tukamkula, sasa imefika zamu ya yeye kutoa wake, amekataa. Kwa hivyo naomba unisaidie. Mfalme alisikia uchungu sana. Kwa sababu ya njaa hii, kilio cha watu wa Mungu kilikwenda mpaka kumfikia Mungu. Sasa Bwana akaachilia ukombozi wa kuleta chakula. Sasa basi hapa mtu wa Mungu anatangaza katika mstari wa 25 anasema ya kwamba njaa ikawa kuu huko Samaria, na tazama akahusuru hata kichwa cha punda ikapata kuuzwa kwa vipande 30 vya fedha, na kibaba cha mavi ya unga, mavi ya njiwa kwa vipande 5 vya fedha. Katika mlango wa 7 mstari wa 1 na wa 2 tangazo linatokezea la ukombozi. Elisha akasema, lisikieni neno la Bwana. Bwana asema hivi: kesho panapo saa hii kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli, na vipimo 2 vya shayiri kwa shekeli, langoni pa Samaria 2. Basi yule akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake akamjibu yule mtu wa Mungu akasema, tazama, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Akamwambia, angalia, wewe utaliona kwa macho yako, lakini hautakula. Sasa unaona Bwana ameamua kuleta ukombozi, na kabla hapo ameleta mjumbe ambao ni Elisha kuja kuleta habari kwa yale ambayo Bwana amepanga kuyafanya ili watu wa Mungu wakaweza kuepukana na njaa ambayo ilikuwa inawaangamiza. Lakini habari za Mungu ziliposhuka kupitia kwa mtumishi wa Mungu ambaye ni Elisha, yule akida wa jeshi ambaye alikuwa analinda mji wa Samaria akasema hapana, haiwezekani. Akakosa kuamini, akapuuza, na akasema ya kwamba hata kama Bwana angefungua madirisha mbinguni, jambo hili ambalo nalisema haliwezekani. Wapendwa, kuna watu ambao ukikaa nao ni wakuvunja moyo, ni watu ambao hawana imani. Kila jambo ukitaka kufanya na kuambia kwamba hii haiwezekani, na anakuelezea sababu nzuri ambazo zinafanya isiwezekani. Hakuna jambo ambalo unaweza kutaka kulifanya na akakwambia kwamba tujaribu itawezekana. Hapana, ni watu wa kuvunja watu imani. Sasa huyu akida hakumwamini Mungu, hakuamini watumishi wa Mungu, hakuamini neno ambalo Mungu alikuwa amepeana kupitia kwa mtumishi wake Elisha, na akasema kwamba unasema neno la Bwana,
mimi siwezi kuliamini, kwa sababu hata huyu Mungu ambaye unasema hana uwezo wa kuweza kusababisha njaa ikosekane mahali hapa ishe, na hawezi kupaliana chakula hata kikapatikana kwa vile unavyosema. Mtumishi wa Mungu akasema kwamba ndio, haya yatatokea vile Mungu amesema. Utaona kwa macho yako, lakini hautaweza kula. Ndio sababu unaona katika mstari wa 16 na 17 yale mambo ambayo Mungu alikuwa amesema yametokea. Kuna muujiza umefanyika mahali pale. Mungu ametoa kishindo kikubwa katika mji wa Samaria, na Washami ambao walikuwa wamezingira wakasema ya kwamba Waisraeli wameinuka na jeshi kuu. Wakasikia kutetemeka na wakakimbia mpaka katoroka, wakaacha nyara zao, chakula chao, kila kitu wakaacha mahali pale. Hapo ndio muujiza wa Mungu ulifikia. Lakini sasa kulipopambazuka kesho yake, muujiza wa chakula umefika, habari imefika kwenye mji, watu wa mji wanatoka kwenda kuchukua chakula. Walipokiona chakula, Biblia inasema kwamba waliweza kuja kwa kishindo na wakamkanyaga yule akida pale mlangoni kwa sababu ya kung'ang'ania chakula, na akida akafa kama vile Bwana alikuwa amesema. Kwa hiyo wapendwa, ni vizuri kuamini kila kitu ambacho Mungu anasema. Biblia inasema kwamba wacha wanadamu wote wao waongo na Mungu awe ni wa ukweli. Kwa sababu ukiamini wanadamu utakosa kumwamini Mungu. Lakini ukimwamini Mungu, yeye peke yake anatosha kusaidia kustahimili hata kama wanadamu wote watakuacha. Kuna kipindi ambacho Yesu Kristo alienda katika mji wa Nazareti baada ya kuanza huduma yake. Manake alitembea miji zingine akihubiri Injili na watu walikuwa wanamwamini. Alipokuwa anaambia kwamba yeye ni mwana wa Mungu, walikuwa wanamwamini. Lakini aliporudi katika mji wa kwao Nazareti, mahali ambapo alilelewa. Manake Yesu alizaliwa katika Bethlehemu ya Yuda akiwa mdogo, lakini malezi akalelewa katika Nazareti. Kwa hiyo watu wa Nazareti ndio walikuwa wanamjua Yesu in and out. Manake ni mji wa ujana wake, amelelewa pale pale, amekulia pale pale. Sasa alipohubiri Injili, alienda akahubiri, akazunguka sehemu nyingi. Lakini baadaye siku moja akarudi pale Nazareti kuja pia kuleta Injili. Alipofika Nazareti, watu wa kwao walipomwangalia wakaona hakuna kitu anaweza kutuambia, manake tunamjua vizuri sana. Hawakumwamini Yesu Kristo kabisa. Kwa sababu hiyo Biblia inasema kwamba hakufanya miujiza kwao, ni kwa sababu hawakumwamini. Kwa hiyo unaona, roho ama moyo wa kutokuamini unafanya Mungu hawezi akafanya maajabu, hawezi akafanya miujiza maishani mwako, hawezi akakubadilisha maisha yako. Tuangalie kitabu cha Marko mlango wa 6 mstari wa 1 hadi wa 6, tukaweza kuona habari hizo za Yesu akiwa katika mji wa kwao. Marko mlango wa 6 kutoka kwa Mathayo na kuja kwa Marko. Kitabu cha pili tu kutoka kwa Marko kutoka kwa Mathayo na kuja kwa Marko, alafu ndio nakuja kwa Luka. Sasa Marko tunaangalia mstari ambao ni wa 6. Naenda kusoma mstari wa mlango ni wa 6 mstari wa 1 hadi mstari wa 6. Marko mlango wa 6 mstari wa 1 hadi wa 6 nasema hivi: akatoka huko akafika mpaka nchi ya kwao, wanafunzi wake wakamfuata. Na ilipokuwa Sabato, alianza kufundisha katika sinagogi. Wengi waliposikia wakashangaa, wakisema, huyu ameyapata wapi haya? Na ni hekima gani hii aliyopewa huyu? Na ni nini miujiza hii mikubwa inayotendeka kwa mikono yake? Huyu siye yule seremala, mwana wa Mariamu, na ndugu yao Yakobo na Yose na Yuda na Simoni? Na maumbu yake awapo hapo Petro? Wakajikwaa kwake. Yesu akawaambia, nabii hakosi heshima isipokuwa katika nchi yake mwenyewe na kwa jamaa zake na nyumbani mwake. Wala hakuweza kufanya muujiza wowote huko, isipokuwa aliweka mikono yake juu ya wagonjwa wachache akawaponya. Akastaajabu kwa sababu ya kutokuamini kwao. Akazunguka katika vile vijiji akifundisha. Sasa unaona, amekubalika kila sehemu.
miujiza yake imekubalika kila sehemu, na hata watu wa Nazareti wanasikia miujiza yake kule nje. Lakini alipofika kwao sasa, wanamuona kama mwana wa seremala, wanamuona kama seremala aliwatengenezea kitu na meza na kitanda. Kwa hiyo wanapomwangalia hawamuoni kama ni mtu wa Mungu, hawamuoni kama ni mwana wa Mungu, na kwa sababu hiyo wakamdharau, na sababu ya dharau yao ikafanya wakakosa miujiza. Biblia inasema kwamba hakufanya miujiza yote pale, ila tu kuna wagonjwa wachache ambao aliwahurumia akawaponya. Lakini sasa kitu ambacho alifanya Kristo, alianza kuzunguka vijiji akifundisha. Ni kwa nini alifundisha? Ni kwa sababu mafundisho ndiyo silaha ya kuondoa moyo wa kutokuamini. Maana wakati mtu atafundisha neno la Mungu na alielewe, moyo wake utaanza kuyeyuka. Ule moyo wa jiwe utaanza kuyeyuka, baadaye Bwana atafanya kazi ndani yake. Kwa miujiza haitajiki mingi sana kwa watu wasioamini, bali mafundisho yanahitajika mengi sana ya kunyosha watu mioyo zao zikaweze kuwa sawa sawa na vile neno la Bwana linasema. Na sio hiyo peke yake, tunaona pia Yesu akiwa na wanafunzi wake 12. Kuna mwanafunzi mmoja ambaye tunajua kwamba alimsaliti Yesu. Kuna mwanafunzi mwingine ambaye alikuwa kinara, ambaye Yesu alimwachia kazi, naye sio mwingine bali ni Petro. Na kuna mwanafunzi mwingine pia ambaye alikuwa na mashaka, hakuwa na imani, naye sio mwingine bali ni Tomaso. Sasa basi tunaona Yesu Kristo alipokufa msalabani, akazikwa na akafufuka, na akawatokezea wanafunzi wengine. Biblia inasema kwamba wakati aliwatokezea wanafunzi wengine, Tomaso hakuwa mahali pale. Alipokuja akaelezewa kwamba Bwana amekuja, tumemuona Bwana na tumekuwa na yeye, tumefanya ushirika na yeye. Tomaso akasema, hiyo mimi siwezi kuamini kabisa, siwezi kuamini. Bwana hawezi kukuja na Bwana hawezi kutokezea, maana Bwana hayuko. Tuambia hapana, tumekuwa na yeye, tukafanya hata ushirika na yeye, hata tumeongea na yeye, tumetembea na yeye. Anasema hapana, mimi siwezi kuamini mpaka nimuone mwenyewe, alafu nione zile alama zake za misumari, na pia nikiona zile alama sitaamini. Pia niende niguse kidole changu pale kwa hiyo alama, nihakikishe, maana inaweza kuwa ni rangi tu iko pale, niguse nione kama kuna mguso wa kuonyesha kwamba kuna jeraha liko pale, ndio nikaanza kuamini. Sasa Yesu akaja wakati ambapo sasa Tomaso alikuwa na wanafunzi wengine. Tuangalie kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana mlango wa 20:23 hadi 29. Injili ya Yohana mlango wa 20 mstari wa 23 hadi mstari wa 29. Biblia inasema hivi: wowote mtakaowaondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakaowafungulia dhambi wamefungiwa. 24. Walakini mmoja wa wale thenashara, Tomaso aitwaye Pacha, hakuwako pamoja nao alipokuja Yesu. Basi wanafunzi wengine wakamwambia, tumemuona Bwana. Akawaambia, mimi nisipoziona mikononi mwake kovu za misumari, na kutia kidole changu katika mahali pa misumari, na kutia mkono wangu katika ubavu wake, mimi sisadiki hata kidogo. Basi baada ya siku 8 wanafunzi wake walikuwamo ndani tena, na Tomaso pamoja nao. Akaja Yesu na milango imefungwa, akasimama katikati, akasema, amani iwe kwenu. Kisha akamwambia Tomaso, leta hapa kidole chako, uitazame mikono yangu, ulete na mkono wako utie ubavuni mwangu, wala usiwe asiyeamini, bali aaminie. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. Waheri wale wasioona wakasadiki. Sasa hapa tunaona pia Tomaso alikuwa ametembea na Yesu, lakini hakumsadiki Yesu kwamba amekuja,
kwa sababu hakuwa amemwona. Kuna msemo unasema ya kwamba kuona ni kuamini, lakini maandiko yanasema ya kwamba kuamini ndio kuona. Watu wengi wamekosa kupata miujiza yao ni kwa sababu wamekosa kuamini. Wanataka waone ndio waamini. Hizi ni roho za kina Tomaso. Aliona na akaguza ndiposa akaamini. Hiyo sio imani. Kitu ambacho wewe umesha kukiona na umeguza, umehakikisha, ni imani gani hiyo? Hakuna imani pale. Katika kitabu cha Waebrania mlango ni wa 11. Nasema imani ni kuwa na hakika kwa mambo ambayo yanatarajiwa na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa kama wewe unaamini kile kitu ambacho kinaonekana, hiyo sio imani. Basi katika ulingo wa kiroho, kuona sio kuamini, bali kuamini ndio kuona. Ndiposa Yesu alipokuwa anazungumza na Martha akamwambia kwamba wakati Lazaro alikuwa amekufa, akamwambia kwamba ukiamini Martha, utauona utukufu wa Mungu. Yaani alikuwa anasema kwamba akiamini Mungu kama anaweza kufanya muujiza, hata kama Lazaro amekufa na amelala kwenye kaburi siku 4, ataona mkono wa Bwana. Kwa hivyo wapendwa, roho ama moyo wa kutokuamini utafanya mtu akose kupata vitu vingi sana kutoka kwa Bwana. Siku zote wanadamu tunafaa tuwe na mioyo ya kuweza kuamini. Manake hata Mungu aliambia Waebrania ama Israeli ya kwamba wale ambao hawataamini hawataweza kuingia rahani mwake. Wakati aliwatoa katika nchi ya Misri, aliwatoa kwa mkono wake mkubwa na waajabu, na ilibidi waendelee kumwamini Mungu, waendelee kumtumainia kwa safari yao. Licha ya parashuka za hapa na pale, waendelee kubaki kwa Bwana. Lakini wengi hawakumwamini Mungu na wakamjaribu Mungu. Wakati kuna njaa, badala ya kuomba Mungu asaidie wapatie chakula, wananungunika, wanaanza kumlalamikia Musa. Wakati wamekosa nyama, wanaanza kunungunika badala ya kumuomba Mungu. Kwa hiyo hawakumwamini Mungu. Kumbuka kuna wakati walimwambia Musa, wewe ulikuwa na mpango mbaya na sisi, ukatoa katika ile nchi ya Misri ambayo tulikuwa watumwa. Tulikuwa tunakula vizuri, licha ya kuwa watumwa tulikuwa tunakula vizuri, lakini wewe ulikuwa na mpango wa kutoa mahali pale ili tuje kutukufia hapa jangwani. Kwani kule Misri hakukuwa na mahali pa kutuzika sisi? Tumekufia kule Misri, lakini wewe umekusudia kutuleta hapa ili utuue. Yaani hakuna siku alimtumainia Bwana. Biblia inasema kwamba kuna wakati ambapo walimjaribu Mungu na walinungunika na wakawa na uasi mwingi sana. Bwana aliwashughulikia na akaua. Hata kuna wakati aliwatumia nyoka ambao ni wa moto na waliwauma watu wengi, na watu wengi walikufa kwa sababu ya manunguniko ya kutokana na kutokuamini kwao kwa neno la Mungu. Tuangalie kitabu cha Waebrania mlango wa 3 mstari wa 7. Fungua nami Waebrania mlango wa 3 mstari wa 7 hadi wa 11. Biblia inasema hivi: kwa maana huyo amehesabiwa kuwa anamestahili utukufu zaidi kuliko Musa, kama vile yeye aitengenezaye nyumba alivyo na heshima zaidi ya hiyo nyumba. Maana kila nyumba imetengenezwa na mtu, ila yeye aliyevitengeneza vitu vyote ni Mungu. Na Musa kweli alikuwa mwaminifu katika nyumba yote ya Mungu kama mtumishi, awe ushuhuda wa mambo yatakayonenwa baadaye, bali Kristo kama mwana juu ya nyumba ya Mungu, ambaye nyumba yake ni sisi, kama tukishikamana sana na ujasiri wetu. Nimeona nisome tu kuanzia 1 kuanzia 3 pale ndio tukaweza kupata nini vizuri. Kwa hiyo ile nilikuwa nataka kusoma hasa mstari wa 7. Kwa hiyo kama ananavyo Roho Mtakatifu, leo kama mtaisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu kama wakati wa kukasirisha siku ya kujaribiwa katika jangwa. Hapo baba zetu waliponijaribu wakanipima,
wakaona matendo yangu miaka 40. Kwa hiyo nalichukizwa na kizazi hiki, nikasema siku zote ni watu waliopotoka mioyo hawa, hawakuzijua njia zangu. Kama nilivyo hapa kwa hasira yangu, hawataingia rahani mwangu kamwe. Sasa hapa Bwana kupitia kwa mtumishi wake mwandishi wa kitabu cha Waebrania analeta kumbukumbu ya kile kitendo ambacho kilifanyika hawa wana wa Israeli wakiwa safarini kutoka Misri wakielekea Kanaani. Sema kwamba walifika mahali wakosa kumwamini Mungu. Na kwa sababu hiyo sasa Bwana naye akawaapia, akasema kwamba kwa sababu mmekataa kuniamini, mmenijaribu jangwani, sasa nami nasema ya kwamba hamtaweza kuingia rahani mwangu. Yaani hamtaweza kuingia Kanaani. Watu wote ambao hawakumwamini Mungu walikufia jangwani. Hakuna hata mmoja aliingia katika nchi ya Kanaani ambaye alikuwa hamwamini Mungu, ila tu Joshua na wale vijana ambao walikuwa wamezaliwa katika safarini hapo ndio walioingia katika nchi ya ahadi, ambao hawakuwa na mioyo ya manunguniko na mioyo ya kutokuamini. Hawa ndio walivuka mto wa Yordani na wakaingia katika nchi ya ahadi ambayo ni nchi ile ya Kanaani. Kwa hiyo roho ama moyo wa kutokuamini utakufanya yale mambo ambayo Mungu ameahidi usiyapate. Kwanza kabisa uzima wa milele utaukosa. Pili, wakati uko duniani hapa, mambo mengi ambayo Bwana ameahidi kwamba atawafanyia watu wake utayakosa kwa sababu wewe hauamini. Kwa hiyo kuna muhimu sana kwa mtu kumwamini Mungu. Maana wewe huwezi kujifanya kwamba una akili kuliko Mungu. Hauwezi kusema kwamba una maarifa kuliko Mungu. Wewe ni udongo tu, Mungu ni mfinyanzi. Kwa hiyo yeye ndiye anakufinya vile anavyotaka. Anakuponda ponda, anakurekebisha na anakunyosha katika njia ambayo mwenyewe anataka. Kwa hiyo kile ambacho Bwana anakisema ni kweli na amina. Kwa hiyo nafaa siku zote tumwamini Mungu. Ndio hatujawahi kumuona Mungu kwa macho yetu, lakini amejidhihirisha katika uumbaji na pia katika neno lake. Chochote ambacho Bwana amesema ni wewe ushikamane nacho. Biblia inasema kwamba Ezekieli aliweza kuona maono na Bwana akampeleka katika bonde ambalo lilikuwa limejaa mifupa mikavu. Sasa basi Bwana akamuuliza Ezekieli, akamwambia, "Je, mwanadamu, mifupa hii inaweza kaishi?" Ezekieli alimjibu Mungu namna gani? Sema, "Bwana, wewe unajua." Hiyo ndio jawabu kamili. Hakumwambia inaweza kuishi ama haiwezi kaishi. Na kama angesema kwamba haiwezi kaishi, Mungu angemuuliza kivipi? Na kama angesema ya kwamba itaishi, Mungu angemwambia itaishi vipi? Kwa hiyo alimwambia kwamba mifupa hii kama inaweza kuishi ama haiwezi kuishi, wewe Bwana ndio unajua. Wakati Yesu alituma wanafunzi wake kuingia kule Yerusalemu kumletea mwanapunda, aliwaambia kwamba nenda mtapata mwanapunda amefungwa njiani. Mfungue na muweze kumleta. Na mtu yeyote akiwauliza ya kwamba mnampeleka wapi, sema Bwana anamhitaji. Na walienda wakafanya hivyo. Wakamfungua punda, wakamleta Yesu, akamkalia akiingia Yerusalemu. Kwa wakati mwingi, kama unataka kuwa rafiki ya Mungu, kama unataka kufanikiwa maishani, unataka kupata baraka za Mungu, unataka uingie rahani mwa Mungu, unataka umiliki yale mambo ambayo Mungu ameahidi, basi muamini Mungu. Muamini Mungu ndani ya moyo wako, na katika ulimi wako ukiri Bwana kwamba yeye anaweza kubadilisha hali ambazo unapitia. Bwana atabadilisha hali zako wewe peke yako, wengine wakiwa wanaendelea kuumia, wale ambao hawamwamini. Kwa hiyo ni vyema ukiwa wewe ni mtu wa Mungu, unabidi umsadiki Mungu siku zote na wala usiache kufuatana na Mungu. Maana katika hali hii utaweza kusaidika. Tuangalie kitabu cha Warumi mlango wa 4. Tuone mfano wa baba yetu Ibrahimu ambaye alikuwa ameahidiwa mambo mazuri mazuri na Bwana, na ilibidi aweze kuweza kuamini ili aweze kuyapata, ama akataka kuamini na akaweze kuyakosa. Kwa hivyo katika kitabu cha Warumi mlango wa 4 tuangalie mstari wa 18 hadi 21. Biblia inasema hivi: "Naye aliamini kwa kutarajia
yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi. Kama ilivyonenwa, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa kama miaka 100, na hali ya kufa ya tumbo lake Sara. Lakini akiona ahadi ya Mungu, hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu, huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Sasa unaona, tunapewa mfano mzuri wa Ibrahimu. Alikuwa ni mtu ambaye aliamini Mungu. Chochote ambacho Mungu alikuwa anasema alikuwa anakiamini. Na hapa ndio ona ya kwamba mara nyingi njia za Mungu sio sawa na njia za mwanadamu, na mawazo yake anasema sio sawa sawa na mawazo ya mwanadamu. Alimwambia Ibrahimu ya kwamba atambariki na uzao wake utakuwa ni mkuu. Akasema ya kwamba kama anaweza kuangalia kule juu mbinguni na akahesabu nyota, ama angalie kando ya bahari akaona mchanga na akahesabu ule mchanga, basi anaweza kuhesabu uzao wake. Lakini kama hawezi, basi uzao wa Ibrahimu utakuwa sawa sawa na nyota angani, na itakuwa sawa sawa na mchanga wa bahari, yani utakuwa hauhesabiki. Akimwambia Ibrahimu yeye ni tasa, yeye hazai, mke wake Sara hazai. Miaka imeenda, miaka 100 umri wa Ibrahimu, miaka 90 umri wa Sara. Wote ni watu ambao wamepita kiwango cha kuzaa. Sara amepita menopause. Sasa Mungu anamwambia kwamba atambariki. Ibrahimu anasema ya kwamba hakusita, bali aliamini kwamba kile ambacho Mungu amesema atakifanya. Tunaona kweli Bwana alimbariki Sara na akaweza kuzaa mtoto wake ambaye alikuwa ni wa ahadi, ambaye tunamuona ni Isaka. Isaka alipokuwa mtu mzima, jana miaka 18, Mungu tena amerudi kwa Ibrahimu. Anamwambia kwamba nitolee mtoto wako sadaka. Ibrahimu hakusita, alimchukua kijana aende kumtoa sadaka, ila Mungu mwenyewe akazuia na akaleta mwanakondoo. Kwa hiyo Biblia inasema ya kwamba Ibrahimu hakusita kwa kutokuamini ahadi za Mungu. Maana alipomwambia kwamba atakuwa na uzao, aliamini. Licha ya yeye kuwa hana mtoto na umri umeenda, hakuangalia umri wake na mwili wake ule umedhoofika na mwili wa Sara. Alipoambiwa mtoe mtoto wake kipekee kuwa sadaka, hakufikiria sasa nitafanya nini, nitaenda wapi. Hapana. Yeye alikusudia kwamba yale ambayo Mungu anasema atayatekeleza. Kwa hiyo akasema ya kwamba ninajua kwamba huyu Mungu ambaye alinipatia huyu mtoto na ameniambia mtoe uhai wake, huyu Mungu ndio mwenye uhai, ana uwezo wa kurejesha uhai tena kwa mtoto wangu na kaishi. Kwa hiyo alikuwa ameamua kumchinja kweli, sio matani, lakini Bwana akazuia. Kwa Mungu hataki sadaka ambazo ni za wanadamu. Kwa wapendwa, tunaona kutokana na maandiko hapa ya kwamba kuna hatari ya mtu kuwa na moyo wa kutokuamini, na kuna faida kubwa ya mtu kuwa na moyo wa imani hasa kwa Mungu. Maana ukiwa na imani kwa Mungu utakuwa mtu wa tofauti. Utapata vitu ambavyo wenzako hawawezi kuvipata. Hali zako Mungu anazibadilisha na zana zako zinaendelea kudhoofika. Kwa sababu ukimwamini Mungu hatembei na wingi wa watu, Bwana anatembea na mtu binafsi. Imani yako binafsi kwake itafanya Bwana akae kwako na kushughulikie wewe, akuhudumie wewe katikati ya watu wote. Kwa hiyo tujifundishe kumwamini Mungu. Bwana akisema ya kwamba kuna bingu, tuamini kwamba kuna bingu. Kuna watu wanakuambia kwamba hata kama kweli kuna bingu, kama kweli kuna bingu, kama kweli kuna kiyama, kama kweli kutakuwa na hukumu, yani mtu kama yule anashuku. Kwa sababu ukisoma kitabu cha Ufunuo Yohana mlango wa 21 kuanzia mstari wa 8 inasema bali waoga na wasioamini na wachukizao na watu kadhalika hawataweza kuingia katika uzima wa milele, bali sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto pamoja na kiberiti, na hii ndiyo mauti ya pili. Kwa mtu yeyote ambaye amekataa kumwamini Bwana, makao yake ya milele ni jehanamu. Atateseka pale milele na milele pasipo kikomo.
Lakini wale ambao wanamwamini Mungu, basi Bwana atazidi kuwaonekania, atawainua na atawabadilisha kila siku. Kwa hivyo tukae tukijua ya kwamba kama wewe umeokolewa kwa imani, kwa neema, kwa njia ya imani katika Kristo Yesu, wala sio matendo ambayo umeyafanya. Kwa hivyo nafaa udumu katika ile imani, na ukiri ile imani. Hata kama wanadamu wanasema kwamba hii haiwezekani, wewe waambie kwamba haiwezekani kwa mwanadamu, lakini isiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu inawezekana. Mungu awabariki sana.